Aya. Nishatoboa hizi boards. Hii ndio kile nilikuwa na dule. Naona hiyo shimo. Kwa zote sasa. Ndio hivyo kwa zote. So the next step, hata hizi zishatobolea. The next step ni kutumia hii tool iko hapo. Hii inaitwa router. Kuitumia hiyo tool unaona sasa, example, unaona vile hii board hapa ni sharp, na hii yenye nishatumia router ni smooth. So hiyo ndio kile nataka kufanyia hizi, but sasa juu hizi ni mingi, itakuwa si fiti kuchukua ati router one at a time nikifanyia hiyo shughuli. So kile nataka kudu, nataka kubuild a router table na hizi, unaona hizi MDF 3, moja ni top, mbili ni sides, alafu hizi mbao zingine hapa, hizi pieces hizi ndio zimeishikilia hapo ndani. Alafu sasa tukisha build hii table, nitakuja ni mount hii router, nitaiekelea hapo kwa table. Vile sasa badala ya kubeba router na kuacha nionyeshe venye hiyo router hiyo. Ideally nafaa kuishika hivi. Alafu hapa hivi nizungushe hivyo kwa kila piece, but juu itakuwa kazi mob, because this stuff is like ikiwa kilo kidogo, hii ni kama kilo 4 kilo 5 hapo, so ni kitu nzito kubeba hivyo for each and every one of these pieces. So ndio maana itakuwa fiti nikiweka kwa a table, ndio each piece na deal nayo peke yake, na kudeal na hizi hata nikichukua hii huge, hii large, nikipitisha hii large ama nikiibeba, haifikii hata half ya uzito ya hii router, so inakuwa more convenient kumuvisha the workpiece itself kuliko the tool. So hiyo ndio kila nataka tudu. Nishaambia mbona, so nataka niwaonyeshe tools natumia. Nitatumia hii nail gun, niko na compressor pale, so ile compressor ndio natumia kurani nail gun. Ndio nishikanishe mbio, tena waonyeshe tu nikishikanisha mbio. Alafu hii clamp, naona hii clamp ni muhimu sana kwa hiyo story. Ukitaka kufanya hizi majoinery za mbao, kukuwa na a right angle clamp ni kitu ya maana. So yeah, ni hiyo na hii sijui nini nibaki sijaonyesha. Wacheni sana nitawaonyesha nikisha, ama si ni clamp moja tu sahi hapa nikicheki. Clamp moja hapo sahi muone vile na clamp wangu. Niweke hii kando kwanza. So assuming hii ni side moja, hiyo ni side moja tusha identify, na hii ni part ya kushikilia huku ndani. Acha nitakuja niweke hapa hivi. So hii juu ni ya chini, sitaki ikue ya complete bottom, clearance kiasi. So naona hii nikishai clamp hivi, naona imejishikilia hapo. Kile imebaki ni mimi kama nail gun niweke hapo tap hivyo, na hiyo joint inakuwa iko down.
But wacheni kwanza niweke some measurements because kuna vitu nahitaji kupima where the nails will go. Isikuwe random. Basi mshashika hiyo concept. Ni hivyo. Kama tu nimenail. So nakuja hii side nyingine nikisha nail hii side. Naeka hiyo side na nail pia hapo. So hii nimemark such that ni midpoint A. Hii measurement nimemark nayo hapa ni midpoint A. Ndio nikidunga nail hapa niko almost certain nimeingia katikati hapa. Haya, nisha mark hapo. The next step, sasa tuna assume side nimemark top ndio kwa sasa badala hii nyingine. Si mnaona vile iko hapo sasa? Hiyo ni hiyo joint. Mnaiona clear. Alafu hapa okay, hapa hamtaweza ona but kuna line nimemark hapo hivyo. Na kwa hiyo line nakuja tena na mark points mbili pale nataka hiyo msumari ingie. Na juu hii mbao yetu ni inch 3.5 inches. So nataka 1 inch hii side, yani 1 inch from the mwisho hapo na 1 inch from ile mwisho ingine. So juu hapa ni 1 na tumeona hii mbao ni 3.5. Kipimo next tunaweka 2.5. So hizi ndio points mbili, sijui kama mnaona naweza kuwa muoni, lakini hizi ndio points mbili pale nail zetu zinaenda kuingia. So acheni ni connect nail gun kwa pressure, mnaweza ona tu nikiconnect. So nail gun iko connected. Kabla sasa nipigilia ya kwanza, kabla nipige ya kwanza, safety na kitu muhimu kuchunga ni macho. Haya, angalieni hapa sasa. Sasa niliwaambia points zetu ni hapa na hapa. Nail gun usiweke hivi against edge yenye iko hivi. Kama unajua hii place, unaona hii kitu inaenda kuingia msumari vile iko, weka nail gun yako hivi. So ndio point ya kwanza
pili, so hiyo nikishapiga hivyo mbili, naweza kuja sasa nifungue hii clamp juu ishashika hapa. So naweza choose hii side ingine. Leo msijali, mambo iko all over the place. So hii ndio side ingine. So hii side ingine pia tunaimark ile mark yenye nilionyesha half ya hii, which is 9 mm. So ukisha kuja hapa kwa scale yako ikuonyesha 9 mm, uko sure ni katikati juu mbao yenyewe ni 18. Haya, kisha mark hiyo 9, ukisha set unakuja una mark nayo huku hivi. Haya, tushajua point ya kwanza ni 1 inch na ile ingine tunaongeza inakuwa 2.5. Tuna mark side ingine pia juu ni same hii side. Tukisha mark nini imebaki, ile kitu imebaki ni kuclamp clamp hivyo, yani kui-align, kuchukua ile clamp yetu na kuiweka. So unatumia macho kwanza ku-align kila kitu, kuhakikisha mambo iko fresh, ndio uanze kukaza hizi. Usikaze clamp kama mambo huja confirm kwa sawa. Ndio hivyo, mnaona imeshika fiti. So the next thing ni msumari. So tunaangalia zile points zetu zenye tulikuwa tumemark, na juu nyewe mwezi ona mkiwa hapo, lakini mimi naona. So point ya kwanza ndio hii. Alafu ya pili kaida hapa. So hiyo inakuwa tunaweza toa. Unaona sasa box yetu ishaanza ku take shape. So the next thing ni kuinstall, mnaona hiyo inafaa ikam itulie hapa sasa hapa, na ile side ingine niweke hizo za brown. So wacheni ni do hivyo kwanza, siwezi record the whole thing. Nitakuja niwaonyesha sasa mambo ya hii top. Hii sasa ndio itakuwa top yetu. Hapa itakuwa na shimo hapa pali hii. Unaona venye iko shimo kama hiyo yenye hii inaitwa bit hapo katikati. So hii hapa juu inafaa kuwa na shimo kama hii yenye bit itakuja sasa itokee hivi. So unakuta hii itakuwa imetokea na chini hivi. Ndio mimi napitisha tu mbao hapo juu. So wacheni nishikanisha hii, nishawaonyesha bit of vile kunaenda. So nashikanisha hii, nimalize kushikanisha. Tukuje niwaonyeshe hii top kile naiduia. Top ni kutoboa tu shimo kwa line screw holes na inakuwa ready to go. Sasa hiyo shughuli tunaweza idu tomorrow morning, but nahakikisha leo nikiishia router table itakuwa done.